Tunapokutana hapa leo, tunasema kwa dhati kwamba tukio lile limetufunza, na kutokana na mafunzo hayo tumejipanga na tumeamua kuanza upya kwa kiwango au viwango vinavyokidhi hadhi na mahitaji ya biashara ya kisasa. Ndugu wananchi, soko hili la Kariakoo ni sehemu muhimu ya kibiashara au commercial hub kwa nchi yetu, inayowaunganisha mzalishaji, iwe wa mazao ya kilimo au mazao ya viwandani, msafirishaji, muuzaji pamoja na mnunuzi. Muunganiko huu unaifanya Kariakoo kuwa ni soko la watu wote. Soko hili ni soko la sasa au la leo, lakini vile vile ni soko la kesho kwa vizazi vijavyo. Soko hili si la watu wa aina au kundi fulani, ni la Watanzania wote na wasio Watanzania kutoka nchi nyingine. Sasa kwa sababu hizo nilizozitaja, ndio maana serikali imechukua jitihada za kulijenga upya soko hili kwa lengo la kurejesha kipato, kulinda ajira na kuimarisha hadhi ya biashara ndani ya nchi yetu. Na huu ndio uhalisia wa kazi na utu. Tunapojenga uchumi, tunajenga utu wa mtu. Nilipofika hapa kabla kuja kwenye uwanja huu, nilitembelea soko hili. Nimeridhishwa na miundombinu ya kisasa wa uwepo wa maeneo ya huduma na mifumo ya usalama. Aidha, nimefurahishwa pia na uwepo wa huduma rafiki kwa mama na mtoto. Imesemwa hapa kwamba soko hili litakuwa na vyumba vya kunyonyeshea. Sasa nilikuwa najiuliza, ni vyumba vya kunyonyeshea peke yake au kutakuwa na vyumba au chumba cha kulelea watoto ambao mama zao watakuwa wanafanya biashara hapa? Kwa sababu tukisema chumba cha kunyonyeshea, tuna maana kwamba mama atakaa na mtoto wake. Kama bado hajaweza kukaa, ni mgongoni kwa masaa yote mpaka wakati wa kunyonyesha, anamtoa, anamnyonyesha, anaweka tena mgongoni. Niombe uongozi wa soko hili kutenga eneo la kulea watoto ambao mama zao watakuwa wanafanya biashara hapa. Sasa nyinyi mtatoa eneo, lakini akitokea mtu binafsi ambaye yuko tayari kuweka kitengo hicho cha kulea watoto ambacho kitaangaliwa vizuri, vifaa vyote vya watoto, vyakula vya watoto na kila kitu cha watoto, basi private sector karibuni, na niutake uongozi wa soko litenge eneo kwa ajili ya watoto wao. Mambo hayo sio tu yanaongeza tija, bali pia yanarahisisha mazingira ya biashara. Nataka soko hili liwe mfano wa kuigwa kiutendaji na masoko mengine nchini kwa kuhakikisha kuwa linakuwa na ubora wa huduma, ufanisi wa mifumo, usalama na nidhamu ya biashara. Sasa ili kufanikisha azma hiyo, hatuna budi kusimamia misingi ifuatayo. Na kwanza ni uthabiti na uendelevu wa miundombinu ya kisasa. Hatuna budi kuwa na mifumo hai ya kisasa. Hii ni pamoja na mifumo ya zimamoto, na nimeonyeshwa zimamoto wako hapo, wana ofisi, lakini hata ndani ya soko nimeona yale machupa mekundu ya kuzimia moto. Sasa linalofuata hapo ni kwa ofisi za zimamoto kufundisha wafanyabiashara waliomo ndani jinsi ya kutumia mitungi ile, sababu unaweza kutokea moto wakatoka mbio, mitungi iko pale na hawajui jinsi ya kuitumia. Mafunzo kwa wafanyabiashara jinsi ya kutumia mitungi ile. Aidha, hatuna budi kuwa na mpangilio mzuri wa maegesho na njia za kusafirisha, kupakia na kupakua mizigo. Hili nalo ni muhimu. Kutakuwa na magari yanayokuja kushusha mizigo kutoka mikoani, kutoka maeneo mbalimbali,
lakini pia kutoka viwandani, sababu bidhaa za viwanda zitauzwa pia hapa. Yapangiwe muda maalum wa kuja kushusha mizigo. Tumesema barabara zinatakiwa ziwe wazi, lakini vile vile kuna maguta ambayo yatakuwa yanasafirisha bidhaa zinazonunuliwa na wateja kupeleka kwenye magari yatakayowekwa maeneo maalum ambayo magari yatakuwa yamepaki. Kwa hiyo maguta nayo yapangiwe utaratibu maalum wa kuweza kuingia na kutoka sokoni.